Soko la mboga hapa ni mzuri sana. Kwa hivyo ni muhimu mkulima awe na mboga za kuuza kila siku na kuhakikisha kwamba ni salama. Lakini kungojea kwa muda mrefu baada ya kunyunyizia mboga zako kunaweza leta hasara. Je, tufanyeje? Hebu tujijuze. Tuko naye Moses Sirima kutoka Kapi, wazalishaji wa viuadudu vya asili vilivyothibitishwa. Ako hapa sio tu kutufunza zaidi kuhusu viuadudu vya asili, lakini pia kwa nini viwe chaguo letu. Grace, uko na sukuma wiki hapa? Kabisa. Soko liko namna gani? Soko la sukuma hapa iko tele. Kuna ile changamoto ambayo wanapata, wanasema hawataki hizo mboga. Inafika wakati mwingine unakuja unakuta kuna zingine hata imeanza kukunjana, ni kama ni nyeupe, na sio mzee, ni bado ni changa. So mtu anaangalia anasema hii sitaki hii, sasa anatafuta ile ambaye iko bado iko mzuri. Na unaweza enda hasara. Enda hasara tena sana. Sasa wewe kama mkulima wa kilimo hai organic, yes. Ni hatua gani ambazo unachukua ukiona mboga zako haziko katika hali ya kupendeka? Mara mingi tunajaribu kutumia ile organic ile tunajua sisi. Unachukua mikojo ya ng'ombe, unachukua pamoja na molasses, unaiferment kwa mtungi ya 200 liters for 5 days, haipikike vizuri. Sasa tunajaribu tunapiga hiyo ndio tuweze kuhakikisha mboga yetu iko na sura mzuri. Na inafanya kazi? Si unaona wakati mwingine inatufail. So tunaenda saa zingine tunanunua pesticide kutoka kwa Agrovet. Ndio sasa unajaribu kuremedy. Ingine inatoa kweli, lakini wakati hata umepoteza population kubwa ya mboga yako. Moses, bila shaka umekagua shamba. Ni kweli tunafanya ukaguzi wa shamba. Changamoto kuu hapa ni wadudu. Na tumeona wadudu wa aina 3. So ule mdudu wa kwanza ni huyu mdudu anaitwa vithiripi ama wanasema thrips kwa English. So na ukiangalia vizuri utaona wale wadudu wadogo wadogo hapa. Ni vigumu sana kuona na macho, but unaweza ona ndio hao wadogo kabisa. Hao wanaita thrips. So unaweza ona ile effect ama madhara ambayo imesababisha katika matawi haya ya sukuma. So wadudu wa pili ambao ni changamoto ambayo pia tumeona hapa wanaitwa wadudu mafuta ama wale wanaitwa aphids. Aphids, unaona kama ili tawi vile limejikunja hivi, kwa kimombo tunasema curling. So hii inasababishwa na wadudu. So unaona hao ndio wanaitwa aphids, ndio hawa hata wanaonekana hapa. Hawa ni wakubwa kidogo, unaweza waona. Hawa ni hawa wanaitwa aphids. Hata huku nyuma wako. Hawa ndio hawa aphids. So hii ndio changamoto ya pili ambayo Grace tumeona kwa shamba yako. Then changamoto ya tatu ya wadudu ambayo tumeona ni hawa kwa kimombo wanaitwa diamond barkmoth. Diamond barkmoth. So ile stage yake ambayo ile inaitwa larva stage ama caterpillars wake ndio wanatoboa hivi mashimo. Hao wadudu watatu wote ambao ni changamoto katika shamba la Grace wanaweza sababisha mazao yake irudi chini sana. Haya basi, tupatie suluhisho Moses. Kutoka kampuni inaitwa Kapi Limited, tuko na suluhisho, na suluhisho ni hii dawa ambayo inaitwa Agripest Organic 75 EC. Agripest Organic 75 EC. Hii ni dawa ambayo tunatengeneza na mbegu ya mti ambayo inaitwa Croton. Dawa yenyewe inafanya kazi kivipi? Dawa yenyewe ni dawa ambayo iko na ufanisi mkubwa sana ama effectiveness. Then ni dawa ambayo ni salama kwa mkulima kutumia. Kuna vile tunaangalia usalama wa dawa. Kwa mfano, ukitaka kujua dawa ambayo ni salama kutumia kwa soko, unaangalia hapa chini. Utaona hii ambayo imeandikwa tahadhari. Hii rangi ya kijani hapa chini. Hii rangi inamaanisha hiyo dawa ni salama. Inatumika namna gani na mkulima anafaa kujikinga? Hii dawa wanatumia mililita 60 kwa lita 20 ya maji. Na tunasema kwamba wakati unanyunyiza hii dawa ni dawa ambayo inaua kwa mguzo. Unyunyize uko chini, uspray chini ya matawi vizuri, kwa sababu hao wadudu wengi wanajificha huko chini. Alafu spray juu vizuri. Ndio tunaita complete coverage. Kila sehemu ya mmea kwa matawi na kwa ile stem yake. Dawa ifanye nini? Ishike vizuri. Hakikisha kwamba unapiga hiyo dawa, unanyunyiza hiyo dawa asubuhi mapema ama jioni. Ndio dawa iweze kufanya kazi vizuri na isababisha madhara yoyote kwa mmea. Kwa sababu ukinyunyiza kwa wakati wa jua inaweza choma hiyo mmea na dawa pia iweze kufanya
vizuri, bado mkulima atatumia zile vifaa za kujikinga, personal protective equipment, kwa sababu ni salama baada ya masaa 24. So bado atatumia zile vifaa za kujikinga. Sasa ukiangalia shamba la Grace kuna mimea tofauti tofauti. Hii dawa itatumika kwa mimea yote? Hiyo dawa iko na ufanisi mkubwa vile tumesema, na tena hiyo dawa iko na upana mrefu, yani iko broad spectrum. So wakati unatumia Agripest Organic 75 EC inaoa wadudu wengi. Changamoto ambayo uko nayo kwa wale thrips, uko na aphids, uko na DBM, hii dawa moja imetosha hao. Yes. Na hata kwa ile mimea mingine ambayo unapanda kando na sukuma kama mahindi, hiyo foliar umetaja, umetaja kuhusu maneno ya spider mites, bado hiyo dawa moja inatumika pale. Kwa sababu ya hiyo, badala ya kununua kila dawa, unajua kemikali nyingi unanunua moja vile umesema moja, hii ni ya foliar nyingine, nyingi zake ni hivyo. So lakini utahitaji dawa moja ambayo ni salama, ambayo inafanya kazi, ambayo inafanya kwa wadudu wengi.